Why are you alive? I'm alive to serve the living God. Because what was the first question? Who are you? And the answer was, I'm a son or I'm a child of who? Of God. The second question, why are you alive then? And that was the answer. If I'm a child of God, I'm alive so that I may serve who? The living God. Amen? The third question, what will you die for? Sasa wewe kama mtoto wa Mungu, if you are the son of God or you are a child of God and you are alive because you have to serve the living God, ni nini ambacho kingekufanya willingly? Najua kuna mtu anataka kufuata, mimi sitaki kukufa huu. But if today you are to die, are you following? If today you are to die willingly, what will you die for? Unaona Isaac was willingly to do what? To die because he believed in his father. Si kweli? Jesus was willingly to die for salvation. If you are a child of God and you are alive to serve God, what would you willingly die for? Sasa mmenielewa? Yes, I need yes. For the word of God. I like that almost. Yes, you had an answer. I would willingly die for Jesus Christ. Amen? If Jesus died for me, then there's nothing in this world will make me give out my life except for who? For Jesus. How many questions? And you keep them in mind today because we are going to build on those questions. Who are you? Can I get the answer? I'm a child. I'm a child of God. Who are you? Why are you alive? To serve? Why? What will you die for? Tumeomba. Now I want us to go to the book of 1 John. 1 John chapter 2 verse 12. 1 John, kama umefika sema amen. 1 John chapter 2 verse 11. Are you there? Madam Yafika. You need Bible, mama? No, it's your Bible. Tell me your Bible. 1 John. If you have your Bible, open there. 1 John chapter 2. Nimesema verse 12. If you are there, say amen. Okay. Kwa wale wamefika tunasoma. The Bible reads, I write unto you little children, because your sins are forgiven. Because your sins are forgiven you for his name's sake. Ya kwamba nawaandikia nyinyi watoto kwa kuwa dhambi zenu zimesamehewa. Biblia inatuambia kwamba hii Biblia imeandikwa kwa ajili yetu sisi watoto kwa sababu dhambi zetu zimefanya nini? Zimesamehewa. Nani aliyetusamehe dhambi? Nani aliyetusamehe dhambi? Nipe jibu. Mungu, si ndio? Yesu Kristo, si ndio? Mungu Yesu Kristo. Alafu dhambi zilisamehewa wapi? Katika msalaba. Kwa kufanya nini? Ni nini kilifanyika ndiposa dhambi zetu ziweze kusamehewa pale msalabani? I need another one. Kwa nini wengine wamekula tu na wamekuja hapa na nini? Okay. Kwa damu iliyomwagika msalabani. Kwa hivyo Biblia inatuambia kwamba sisi watoto tumeandikiwa neno hili kwa sababu tumesamehewa dhambi. Na katika kitabu cha Mathayo 7:7
Mmoja kubwa atakayefika pale wa kwanza asimame na somo. Matthew chapter 7 verse 7. Matthew chapter 7 verse 7. It says, ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and the door shall be opened for you. Now that the Bible says our sins have been forgiven, now God Almighty, who is the Father of all creation, says to us this morning, little children, ask and it shall be given. Seek and it shall find. Knock and the door shall be opened unto you. Bwana Yesu asifiwe. Because our sins have been forgiven, God is willing, God is listening to us whenever we ask. Omba sana asubuhi, omba sana na mchana, omba sana na jioni, Bwana hutusikia. Mungu hujibu maombi hata saa za mchana, hivyo utungojea sana pumziko la jioni. Ya kwamba when you pray in the morning, God is listening and God will grant you the request of your heart. Amen? If you pray in the afternoon, God will be listening and ready to grant you the request of your heart. When you pray in the evening, God is willing and is ready to listen, because God has written this unto us. Kwa sababu ashakusamea dhambi. Mwambie jirani yako, Mungu ashakusamea dhambi. But the choice is yours. Kuna kijana mmoja babaka alikuwa ni pastor. This is a story. One day I was in the congregation vile nimekaa and my father was preaching. When my father was preaching, he gave this story. I remember this story from a very young age. I think I was in class 4, either between class 4, 5 and 6. This story was given to me by my father, and he was preaching kanisani. And the story goes like this. One day, a man who was a pastor and his wife and his young or little son, he went to a mission. Baba alikuwa amealikwa kwenda kanisa fulani kwenda kuhubiri, na walikuwa wamebarikiwa na sasa akamchukua mke wake akakaa, baba ndiye anaendesha, mama akakaa pembeni, sawa, mtoto akakaa baksi. Tuko pamoja? Nimwambia kwa mtoto wa kiume wanaenda kanisani. Lakini kipindi hicho, according to the story, the way my dad was giving it to me, hakukuwa na lami vile sasa hivi barabara ziko tama. Are we together? It was a rough. So asubuhi wametoka wanaenda, ikumbuke kwa Sabato ya wakaenda wakafika kanisani. Hiyo siku baba alikuwa anahubiri juu ya imani. Alikuwa anahubiri juu ya nini? Imani. Ya kwamba tunafaa kuwa na faith. Akahubiri, watu wakabarikiwa, watu
Watu wakasema, Mungu tusaidie tuwe na imani. Wakaenda lunch. Wakatoka lunch. Kijana yuko hapo anasikiliza tu. Wakaenda lunch, wakatoka lunch. Wakaingia Bible study, watoto wakaenda kwa club. Unajua club in the afternoon tunaenda kama ni adventurous, pathfinder, si ndio? Wakaenda kwa club wakamaliza. So before wamalize kukanyesha mvua kubwa. Nimeambia barabara iko ni alami ama? Iko ya alami, si ndio? Iko ni hata kwa na kwa sababu wao wamechunga. Sasa kulikuwa na matope. Ikafika jamani, sabato imeisha, vote of thanks. Wangapi wanashukuru mhubiri kwa kuja? Wangapi wako na maneno ya kusema? Mama mmoja akasimama, nashukuru mhubiri kwa kuja kutubariki. Baba mmoja akasimama. Ikafika wakati wazazi, pastor na mke wake na mtoto wanaondoka. Wakapata kwa gari. Wakatoka, wameenda, barabara ikiendelea kuwa mbaya, kwa sababu ya matope. Wakati wametoka Kisii, barabara ni mbaya. Naomba kutumia barabara za Kisii ziko mbaya. Kisii barabara ni mbaya kama mwalimu naongea huko. Kama ina lami barabara ni mbaya, matope inateleza, gari mpaka inafanya pisi. Wakaenda barabara, baba anajaribu, gari kaenda kwa mtaro, ikakwama. Baba kabidi ametoa koti. Unajua kama amevaa suti, kabidi ametoa koti, akafungua tai, akakunja mikono, akashuka, akainama, angalia gari wapi imeshika, akaangalia, akatafuta mawe kama anaweza akaweka. Mtoto yuko wapi? Kazi yake ilikuwa nini? Na mete story si ya baba, story ni ya mtoto. So just follow me. As much as mtoto anafanya kitu yote, story ni kuhusu mtoto, si baba. Akang'ang'ana, akatafuta mawe, akaweka, akajaribu kuingia kwa gari, fika akataka ambia. Pastor akaambia mama, hebu shuka. Jaribu kusukuma kidogo. Jaribu kusukuma gari na fanya nini? Itatoka. Mama akajaribu kusukuma, baba bado. Mtoto anaangalia tu. Kama niwe baba ungefanya nini? Baba alikipa. Baba alifanya nini? Sema acha tukae tungoje. Matope ikaoka, hapo ndio utafanya nini? Alivyosema hivyo, mtoto akamwangalia. Hapo mtoto akamwambia baba tuombe. Akafunga macho. Sikiza maombi ya mtoto. Are you ready? Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante. Tumekuwa pamoja nasi. Tumetoka nyumbani tukaenda kanisani. Tumehubiriwa na pastor kuhusu imani. Na tumekwama. Baba, naomba upatie babangu imani aliyokupatia. Patie baba imani aliyopata mimi kanisani, kwa sababu bila wewe hakuna kitu kinafanya nini? Kinawezekana. Tunakuomba uweze kutuma malaika zako waweze kutuongoza tutoke hapa tufike nyumbani na mapema katika jina la Yesu Kristo. Amen. Swali. Kama ni baba ungefanya nini? Kama ni wewe ni baba ungefanya nini? Utaangalia hata nyuma. Baba aliona hiyo. Hapo angalia hata nyuma, angalia utaona. Kama ndio anaomba maombi ambayo hata baba hakutarajia. So baba ikabidi ameswallow the pride. Akafunga mlango. Akawasha gari. Kanyaga moto. Kanyaga clutch. Akaweka gia namba 1. Akaachilia. Gari kaanza kwenda. Are you following? Gari kaanza kufanya nini?
nikashangaa, ikabidi sasa, si unajua hapa kwa dereva kuna kakio. Aka kakio kanaangalia kwa nyuma, unaweza kaangalia mpaka huko nyuma kabisa, si ndio? Ikabidi angalia kakio aone nini. Alipoangalia kakio anashtuka. Kaona mtu ameinua gari. Mungu alisikia maombi ya mtoto, akatuma malaika wakaongoza. Katika madarasa yetu leo tutaenda kujifunza kuhusu kisa cha mtu aliyekuwa amepewa yote. Alikuwa amepewa kila kitu, kama ni chakula amepewa, kama ni mahali pa kulala amepewa, yaani kila kitu alichokuwa anahitaji alikuwa amepewa. Kilichokuwa kimebaki afanye uchaguzi, na akafanya uchaguzi. Lakini sitaki kuambia kufanya uchaguzi gani. Watoto wadogo, Biblia inasema, Biblia hii imeandikwa kwetu kwa sababu tumesamehewa nini? Dhambi. Na Biblia inatuambia wakati tunapokuwa kwenye shida kama yule mtoto mdogo, tunafaa tufanye nini? Tuombe, na kwa sababu tumesamehewa dhambi, Mungu atatusikia na Mungu atajibu. Katika madarasa yenu mwende msikize kwa makini, kwa sababu kuna mtu mmoja alisema yeye atamtumikia Mungu, yeye atamtumikia Mungu. Na kuna watu waliopewa uchaguzi, wakapewa kila kitu, na wakaamua kufanya uchaguzi usio mzuri. Ndio kijana yako mwambie, katika darasa leo uwe makini kusikiliza na ufanye uchaguzi mzuri. Usimame tu. When I want to pray, I say, God, thank you, dear Father, for this word. Bless our hearts. May you bless our teachers as they go to expound and to ask more of their word, that we may be able to understand and obey you, so that we may live with you forever and evermore. In Jesus' humble prayer, in Jesus Christ, we ask and believe. Amen.